Marko sura ya 16 na mstari wa kwanza. Marko sura ya 16 na mstari wa kwanza. Hata sabato ilipokwisha kupita, Mariamu Magdalena na Mariamu mamaye Yakobo na Salome walinunua manukato wapate kwenda kumpaka. Hebu sema wapate kwenda kumpaka. Hebu sema tena wapate kwenda kumpaka. Hata alfajiri mapema siku ya kwanza ya juma. Hebu sema siku ya kwanza ya juma. Asante. Wakaenda kaburini jua lilipoanza kuchomoza. Wakasemezana wao kwa wao, ni nani atakaye tuvingirishia lile jiwe mlangoni pa kaburi? Hata walipotazama waliona ya kuwa lile jiwe limekwisha kuvingirishwa, nalo lilikuwa kubwa mno. Wakaingia kaburini, wakaona kijana ameketi upande wa kuume. Hebu sema wakaona kijana ameketi upande wa kuume. Asante sana. Amevaa vazi jeupe. Wakastaajabu. Naye akawaambia, msisitaajabu, mnamtafuta Yesu Mnazareti aliyesulubiwa. Amefufuka, 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 amefufuka kweli, kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naye akawaambia, msisitaajabu, mnamtafuta Yesu Mnazareti aliyesulubiwa. Amefufuka, hayupo hapa. Patazameni mahali walipomweka. Lakini enendeni zenu mkawaambie wanafunzi wake na Petro ya kwamba awatangulia kwenda Galilaya. Huko mtamwona kama alivyowaambia. Wakatoka nje wakakimbia kutoka kaburini, kwa maana wameingia tetemeko. Hebu sema wameingia tetemeko. Hebu sema wameingia tetemeko. Na ushangao, na ushangao, na ushangao. Asante. Waliogopa. Naye alipofufuka alfajiri siku ya kwanza ya juma, alimtokea kwanza Mariamu Magdalena, ambaye kwamba alimtoa pepo saba. Huyo akashika njia akawapasha habari wale waliokuwa pamoja naye, nao wakali wanaomboleza na kulia. Walakini hao waliposikia kama yu hai naye amemwona, hawakusadiki. Baada ya hayo akawatokea watu wawili miongoni mwao na sura nyingine, nao walikuwa wakishika njia kwenda shambani. Na hao wakaenda zao wakawapa habari wale wengine, wala hao hawakusadiki. Baadaye akaonekana na wale 11 walipokuwa wakila, akawakemea kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao, kwa kuwa hawakusadiki wale waliomwona alipofufuka katika wafu. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Asiyeamini atahukumiwa. Asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio: kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Basi Bwana Yesu baada ya kusema nao akachukuliwa juu mbinguni huko alikotoka, akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Nao wale wakatoka wakahubiri kote, Bwana akitenda kazi na pamoja nao na kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nalo. Amen. 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 Wapendwa, ninazo habari njema asubuhi ya leo zenye ujumbe unaosema
tunahitaji nguvu ya ufufuo leo. Hebu sema pamoja nami, tunahitaji nguvu ya ufufuo leo. Tunahitaji nguvu ya ufufuo. Sema kama mtu mwenye afya, tunahitaji nguvu ya ufufuo leo. Tunahitaji nguvu ya ufufuo. Bado hizo sauti kuna watu hawasemi. Sema tena, tunahitaji nguvu ya ufufuo leo. Tunahitaji nguvu ya ufufuo leo. Amen. Mtazame jirani yako usoni, mwambie tunahitaji nguvu ya ufufuo leo. Tunahitaji nguvu ya ufufuo leo. Mwambie tena, tunahitaji nguvu ya ufufuo leo. Tunahitaji nguvu ya ufufuo leo. Asante sana wapendwa, wote tunazo taarifa kuwa Bwana Yesu alisulubiwa, akateswa na wahalifu, mwili wake ukajeruhiwa na ukajaa damu, ukaloa damu. Mwisho akaona isiwe taabu, akaisalimisha roho yake, akaitoa, akafa. Mwili wake ukazikwa kaburini. Wote tunazo taarifa hizo. Ni nani hana taarifa hiyo? Wote tuna taarifa kwamba Bwana Yesu aliteswa, alisulubiwa, na mwili wake ukajeruhiwa, ukatendewa kila namna ya uovu, na mwisho wa yote akasema isiwe taabu. Sasa kazi iliyonileta duniani ndiyo hii. Biblia inasema akaisalimisha roho yake. Yesu hakuuawa na watu. Watu walimpiga wakamjeruhi, lakini alitoa roho yake yeye mwenyewe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wale walitumika tu kuandaa kifo chake, lakini yeye akaitoa roho yake. Siku ya tatu, yani leo, siku ya kwanza ya juma. Ile siku ya tatu inaitwa siku ya kwanza ya juma, na ukifuatilia Biblia, siku ya kwanza ya juma ni leo, siku ya Jumapili. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Manake Ijumaa alikuwa kaburini, Jumamosi alikuwa kaburini, Jumapili siku ya kwanza kama leo, mwanaume wa wanaume, simba wa kabila la Yuda akafufuka. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Manake siku ya kwanza ya juma, nguvu ya ufufuo ikamtoa kaburini, na yale aliyokuwa ameyasema kabla kwamba nitakufa na siku ya tatu nitafufuka yakathibitika. Sikiliza, kila mmoja wetu tunalo swali la kujiuliza leo. Sisi tunaoitwa wafuasi wa Yesu, kokote walipo duniani, kila mmoja nalo swali la kujiuliza. Hata sisi tulioko hapa leo ni lazima tujiulize swali hili: je, nguvu hiyo ya ufufuo tunaisikia ndani yetu inafanya kazi, au tunasikia nini? Sikilizeni watu wa Mungu, niwaambie, nguvu ya ufufuo ni halisi. Sio kitu tu cha kubuni, sio upepo au hewa, ni nguvu halisi. Tena sikiliza, hata kabla ya kumfufua Yesu, hii nguvu ilishaonekana tangu katika Agano la Kale. Inawafufua baadhi ya watu, ilifanya kazi katika mazingira yasiyo wazi, katika mazingira kama ya siri vile. Kuna hata siku Elisha alikuwa amezikwa, ameshakufa, wakamweka mtu aliyekufa kwenye kaburi mahali alipolazwa Elisha. Nadhani hata waliomweka pale hawakujua kama hapa alilazwa mtu. Yule maiti akainuka. Lakini kuna wakati pia Elisha kwenye nyumba moja, nayo hiyo nyumba mtu mmoja alitokea, mama mmoja akafiwa na mtoto. Elisha akaita nguvu ya ufufuo, na nguvu ya ufufuo ikathibitika. Yesu akiwa hapa duniani, akiwa kwenye mlima Tabori, alidhihirisha nguvu ya ufufuo, ikawaleta Elia na Musa. Watu wakaona, Biblia inasema
waliwashuhudia kina Petro, mpaka Petro akasema, Bwana, tunajenga kibanda kimoja cha Musa na kingine cha Elia. Lakini sikia, nabii Ezekieli, kuna wakati Bwana alimpeleka kwenye bonde lililojaa mifupa mikavu, naye akaambiwa, hebu itabiria hii mifupa. Ezekieli alipoiona alisema, Bwana, wajua wewe. Manake hata yeye hakujua kama ndani ya hiyo mifupa kunaweza kuzaliwa uhai. Lakini Bwana kamwambia, ndani yako nimewekeza nguvu. Manake hata Ezekieli alikuwa hajui ndani yake Bwana amewekeza nini. Akamwambia utabirie upepo, manake ita upepo. Ezekieli akafanya kama utani, akaanza kuona vitu vinatendeka. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nguvu hii iliyomfufua Yesu, sio kwamba haijawahi kuonekana, ilishafanya kazi katika mazingira tofauti tofauti. Na hii ndiyo nguvu ambayo sisi tunao muamini Yesu, na hata wale waliokwisha kufa, waliolala katika Kristo Yesu, ndiyo nguvu itakayowafufua. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndiyo maana waliolala katika Kristo wote wanaitwa wamelala, kwa sababu nguvu ya kuwafufua ipo. Amen. Na sikiliza wapendwa, hii nguvu bado ni halisi, inafanya kazi leo. Mungu wetu asifiwe. Amen. Mungu wetu asifiwe. Amen. Mungu wetu asifiwe. Amen. Sikiliza, hii nguvu hii ninayoinena leo ndio iliyotufufua na sisi. Hata wewe na mimi tumefufuka, kwa sababu kwa mujibu wa Biblia, Biblia inatutaja moja kwa moja kwamba sisi tulikuwa wafu. Wewe na mimi tulikuwa wafu. Manake hata mtenda dhambi ambaye yumkini yupo miongoni mwetu kwenye ibada hii ni mfu. Kama upo leo, haujakutana na Kristo Yesu, yani haujasikia mguso wa kiungu kwenye maisha yako, wewe ni mfu. Unahitaji ufufuo leo. Amen. Narudia tena, unahitaji ufufuo leo. Amen. Sikiliza, kitendo kile cha kuzaliwa mara ya pili, kutoka kwenye mauti ya kiroho na kuunganishwa katika uzima mpya ndani ya Kristo Yesu, kibiblia kinaitwa ufufuo. Hebu sema ufufuo. Ufufuo. Hebu sema ufufuo. Ufufuo. Hebu sema ufufuo. Ufufuo. Sasa nisikilize, ni muhimu sana hatusherehekei tukio la Pasaka na siku muhimu kama ya leo ya kufufuka kwa Yesu kama historia. Ni kweli tuna mambo mengi ya kueleza kama historia, lakini sisi kama kanisa tuna jambo la kukumbuka. Sisi kama kanisa ni lazima tuende mbele zaidi, tutafakari nguvu hii iliyomfufua Yesu, iliyotufufua katika mauti ya kiroho, na tunayotarajia pia itatufufua tena. Wale wanaolala katika Kristo Yesu watasikia parapanda ya Mungu, na nguvu hii itawanyanyua kuwatoa makaburini mwao, tayari kwenda kumlaki Kristo, kumlaki Bwana hewani. Amen. Na nguvu hii wapendwa, Yesu aliacha hapa, inafanya kazi hata leo. Amen. Inafanya kazi hata leo. Inafanya kazi hata leo. Amen. Wewe nitazame mimi. Nasema tena, nguvu hiyo haikuishia kuzimu, haikuishia kwa Yesu. Hata leo inafanya kazi. Hata leo inafanya kazi. Amen. Hata leo inafanya kazi. Amen. Sikiliza,
Biblia inatambua vifo viwili muhimu. Inatambua kifo cha mwili kutengana na roho. Hiki kinaitwa kifo cha kawaida, na ndicho kinachowatisha wanadamu. Lakini Biblia inatambua kifo cha pili ambacho ndio kibaya zaidi, mwanadamu kutengana na Mungu. Hiki ndio kifo kibaya na cha hatari. Maana yake kuishi katika dhambi. Kuishi katika dhambi, mwanadamu ametengana na Mungu muumba wake. Nilipokuwa nafundisha Ijumaa, nilisema duniani mwanadamu ni mpitaji. Anapita, anayo maisha ya umilele, anayo maisha ya kudumu katika uzima wa milele. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo Mungu alipomleta Yesu, na Yesu akamwacha Roho Mtakatifu, ni kwa sababu ile ile kwamba hapa duniani mwanadamu asiachwe peke yake. Mwanadamu akaachiwa nguvu. Hebu sema nguvu. Hebu sema nguvu. Nguvu ambayo sio tu kwamba inafufua vilivyokufa, lakini pia inatusaidia kumshinda shetani tukiwa hapa duniani. Amen. Yaani tunakata tiketi ya kwenda mbinguni hapa duniani. Tunapewa uwezo wa kumshinda shetani wapi? Hapa duniani. Ndio maana Yesu alisema, tazama, nimewapa amri, maana nimewapa nguvu ya kukanyaga nyoka na inge na nguvu zote za giza, wala hakuna kitu cha kuwadhuru. Alisema neno hili akimaanisha juu ya nguvu aliyowekeza ndani ya kanisa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Maana kuna nguvu ameiachilia hapa. Nguvu hiyo inafanya kazi. Nguvu hiyo inafufua vilivyokufa. Sikiliza. Ezekieli aliambiwa aiapply hiyo nguvu, aitumie ili mifupa mikavu ipate uhai tena. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na ukisoma mifupa mikavu, haiongelei mifupa insaji, anaongelea matumaini yaliyokufa. Kwa hiyo hata mtu kufa matumaini ni kifo pia. Mungu atusaidie. Amen. Israeli walikuwa wamekufa tumaini lao mbele za Mungu, wakiangaliwa wapo tu. Bwana anapowatazama katika rada zake, anawaona hawa ni wafu, wanahitaji ufufuo. Hebu sema ufufuo. Hebu sema ufufuo. Ufufuo. Maana yake hata mtu akipoteza imani kinaitwa kifo cha imani. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja? Amen. Kuna mambo mengi yanakufa katika maisha ya Kristo. Mtu anabaki anaishi tu anasunta. Lakini ndani kuna vitu vimekufa. Tunapoadhimisha tukio muhimu la kufufuka kwa Kristo, ni lazima uconnect na maisha yako. Je, mimi ni hai? Maana kinachotufanya kuwa hai, wapendwa, ni nguvu ya Kristo Yesu iliyoachwa kupitia Roho Mtakatifu. Amen. Kama Ukristo wetu hakuna nguvu, Ukristo wetu unageuka kuwa dini. Unageuka kuwa kitu cha kawaida. Unakuwa butu. Hauna madhara. Yaani hata mapepo yanaweza yakaja yakakuralia, yakakuchezea kufanya chochote na yakaondoka. Tunakuwa kama kisu kikali tukiwa na nguvu za kiungu ndani yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Tunapoliadhimisha tukio hili, nataka nikupe jambo muhimu la kukumbuka. Lazima uunganishe na maisha yako. Je, mimi ni hai? Maana ufufuo maana yake nini? Ufufuo maana yake ni uzima. Tuko pamoja? Amen. Ni uzima, ni uhai katika Kristo Yesu. Maana yake kukiondoa kitu katika hali ya kufa, na hicho kitu kinakuwa hai. Ndio maana hata sisi maisha yetu yaliyokuwa yamekufa katika dhambi tulifanywa hai
kwa kumwamini Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ukisoma Waefeso sura ya 2 na mstari wa 1, Biblia inasema, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu, lakini Mungu aliwafanya hai. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mimi na wewe tulikuwa wafu, hatukuwa na uwezo wa kujitetea. Manake ungekufa kabla ya kuokoka, ulikuwa unaripoti moja kwa moja jehanamu bila utetezi. Kuna dini nyingi hapa duniani zinatapeli watu. Viongozi wa dini wanaenda kuombea watu baada ya kufa. Huu ni utapeli, na wanaowaangia watu mchana kweupe, kwa sababu mwanadamu aliye hai akiwa na akili timamu, yeye ndiye anafanya maamuzi. Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja? Amen. Yeye ndiye anafanya nini? Maamuzi. Anafanya maamuzi ya kukata shauri kuwa hai katika Kristo Yesu au kuendelea kufa. Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja? Amen. Kwa hiyo uhai na uzima vinapatikana kwenye maisha ya mtu baada ya ufufuo. Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja? Kwa Yesu anachotaka kutuonyesha kwako wewe na mimi ni kwamba ipo nguvu. Hebu sema ipo nguvu. Hebu sema ipo nguvu. Ipo nguvu. Ukumbuke kifo cha Yesu ni tofauti na vifo vya watu wengine wote. Maana kifo chake amekisimulia kabla. Anawaambia nitakufa na nitafanyaje? Nitafufuka. Amen. Tafsiri yake ni nini? Anataka kuonyesha imani hii imebeba uhai na nguvu ya ajabu mno. Na ni lazima wewe ulipo ujue unachokiamini, ujue nguvu inayofanya kazi katika imani ulionayo. Sasa imani hii tulionayo, wapendwa, ni imani bora. Narudia tena, ni imani bora. Amen. Na ubora wake unatengenezwa na vitu vitatu, au unatokana na vitu vitatu. Kitu cha kwanza, tunayemwamini yupo. Amen. Na yu hai hata leo. Amen. Tuko pamoja? Amen. Yaani imani yetu hii sio nadharia tupu, ni imani ambayo ina mashiko. Hebu sema mashiko. Hebu sema mashiko. Kwa sababu tunayemwamini yupo na yu hai hata leo. Angalia hiyo Mathayo 28. Amen. Hebu nisomee ule mstari wa mwisho wa 20. Unasemaje? 28:20 unasema hivi. 28:20 nasemaje? Inasema, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru. Na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama mimi ni pamoja nanyi siku zote hata utimilifu wa dahari. Sikiliza anavyosema. Tazama mimi nipo pamoja nanyi siku chache. Siku zote. Siku ngapi? Zote. Siku zote, maana yake hata leo ninapolitaja jina la Yesu, yeye yuko hapa. Mpigie Bwana makofi mazuri. Amen. Anasema tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa nini? Dahari. Maana yake tunayemwamini, wapendwa, yupo. Amen. Yupo. Amen. Yupo. Amen. Yupo. Amen. Yupo. Amen. Hatuamini aliyeozea kaburini. Amen. Yupo. Na nikwambie, kama huyu Yesu asinge kuwepo, mimi ningekuwa niliachana naye zamani. Lakini kwa kuwa yupo, hata chochote ninachokutana nacho, Amen, hakuna cha kunibabaisha. Amen, Kwa sababu ninayemwamini yupo. Amen, Na yu hai hata leo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen, Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jambo la pili, ubora wa imani yetu
Nimesema unatengenezwa na vitu vitatu. Vitu vingapi? Vitu vingapi? Vitu vitatu. Cha kwanza, tunayemwamini yupo. Tuko pamoja? Amen. Tunayemwamini Yupo. maana yake hatuamini. Unajua kuna dini zingine, hata mimi kabla hakuna swali lilikuwemo kwenye akili yangu, na hata baada ya kuokoka nikisikia nahubiriwa Yesu anaponya, nilienda kuuliza, haya mambo tunawaambia tu watu au ni kweli hapo? Nikisikia Yesu anajibu, nilienda kupata uhakika. Mchungaji anipe uhakika, anaongea tu au anachosema ni kweli? Akaniambia ni kweli. Na mimi siku moja Yesu akanitokea live. Achana na ila nilikutana mimi wakati naokoka, akanitokea kwenye mahitaji. Ubishi wangu wote na maswali yangu yote yakakata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa huyu Yesu tunayemhubiri yupo na yu hai hata leo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana kama angezikwa kaburini akabaki huko, imani yetu ingekuwa feki. Imani yetu ingeungana na imani za wengine tu, ingekuwa kitu cha kawaida. Lakini kwa kuwa tunayemwamini yupo na yu hai, imani yetu ni bora. Amen. Hebu sema ni bora. Ni bora. Hebu sema ni bora. Ni bora. Imani yetu. Jambo la pili. Jambo la pili. Ushuhuda wa imani yetu ni halisi. Amen. Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja? Amen. Ushuhuda wa imani yetu ni nini? Ni halisi. Manake kila anayeamini ni lazima ataona matunda ya kila anachoamini. Ndio maana Biblia inasema onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema. Onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema. Kwa hiyo hatuamini nadharia tu za kutungwa. Kuna watu ambao kwa sababu ya upofu na kukosa jicho la kuona, wanasema Ukristo ni imani ya wazungu, uliletwa na wazungu sijui na nini. Ukikutana na mtu wa hivyo unamhurumia kwa sababu ya upofu alionao. Unafanyaje? Unamhurumia kwa sababu ya upofu alionao. Imani yetu ni halisi kwa sababu ina vitu halisi. Amen. Ndio maana Biblia ukisoma katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 10, Biblia inasema kila aliye na mwana ndani yake ana huo ushuhuda ndani yake. Ana huo ushuhuda. Ushuhuda maana yake nini? Ushuhuda maana yake ni uhalisia wa kile ambacho mtu anafanyaje? Wa kile ambacho mtu anafanyaje? Anakiamini. Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja? Amen. Kwa hiyo nguvu inayofanya kazi katika imani hii ina vitu ambavyo hata sisi tunaviona. Tumeanza kuona kwenye maisha yetu wakati tunaamini. Tuliona kazi Yesu aliyofanya, na ndiyo maana tukaamini. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kila aliye na mwana ndani yake ana ushuhuda. Maana yake nini? Maana yake aliona kazi halisi ambazo Yesu amefanya. Kwa hiyo sio mtu anayehitaji kuyumbishwa au kuhangaishwa na kitu chochote. Sikiliza.
wale wote ambao wameona uhalisia wa Kristo katika maisha yao, wana ujasiri katika kile wanachokiamini. Bwana asifiwe. Amen. Kama unanielewa sema amina. Amen. Narudia tena, wale wote ambao wameona nguvu halisi ya Kristo ikifanya kazi kwenye maisha yao, hawana hata kitu cha kuwayumbisha. Amen. Hawana kitu cha kuwapeperusha. Amen. Hawana kitu cha kuwadanganya. Amen. Kwa sababu sikilizeni, kazi anazozifanya Kristo ni dhahiri kwa kila mtu. Ni nini? Ni nini? Dhahiri. Kazi anazozifanya Yesu ndani yetu ni dhahiri. Na kwa sababu ni dhahiri, huhitaji kuwa na mashaka. Wakati tunasoma, umesikia kuna watu wengi, kuna makundi kama ya watu wawili tumesoma, hawakuamini hata waliposikia Yesu amefufuka. Unajua kwa nini? Kwa nini hawakuamini? Hawajaona. Tuko pamoja? Yeah. Hawajafanyaje? Hawajaona. Hawajaona. Mkristo aliyeona hawezi kusita kuamini, hawezi kuwa mbishi. Na ngoja nikwambie neno hili. Roho Mtakatifu alikuwa ananifundisha kitu leo. Wale wote wenye ushuhuda halisi wa Kristo katika maisha yao, wekeni nguvu zenu na maisha yenu kwenye madhabahu yake. Amen. Narudia tena. Amen. Wale wote wenye ushuhuda wa Kristo ndani yao, weka nguvu zako na maisha yako kwenye madhabahu yako. Amen. Kwa nini? Mungu alikuwa ananifundisha kitu leo, kwamba hakuna kitakachozuia wewe usibarikiwe. Amen. Hebu nitazame. Narudia tena, hakuna kitakachozuia wewe usibarikiwe. Amen. Nitazame usoni. Hakuna kitakachozuia wewe usibarikiwe. Amen. Kwa sababu huyu Mungu yupo. Amen. Narudia tena, yupo. Amen. Na kama hajawahi kukutokea, hebu pata nafasi ujitafakari. Shida ni Mungu au ni wewe? Na kama huna shida, tatizo la kiroho, kuna siku utashikwa na tetemeko. Umesikia wakati tunasoma walikutana na mambo mangapi? Walikutana na tetemeko. Acha lile tetemeko, kile kishindo kilichotokea Yesu alipofufuka au wakati anazikwa. Hawa waliokuwa kwenda kaburini,
Biblia imesema wakapatwa na tetemeko na ushangao. Sikilizeni niwaambie, tuna hasara kubwa wa Kristo wengi ambao tuko kwenye dini na hatujakutana na Mungu kwenye maisha yetu. Unapoona leo watu wanatapatapa, wanahangaika, mara leo wako huku, kesho wako kule, sababu ni nini? Sababu ni nini? Huyu mtu hana kitu anachokiona kwenye maisha yake. Na kwa nini huoni? Sikiliza, Mungu hana upendeleo. Yaani Mungu wokovu ametoa bure, neema yake ametoa bure, hata Roho wake Mtakatifu ametoa. Yaani hata ninyi mnaonifuatilia kote duniani, kokote mliko, ukijiweka sawa, Mungu anakuja. Amen. Ni Mungu asiye na ubaguzi. Amen. Safikiria mtu kama mimi nilikuwa namchukia na natangaza msimamo wa chuki yangu hadharani, lakini saa ilipofika linitokea. Kuna nini kinakuzuia wewe? Sikiliza nikuibie siri. Muujiza ulioupata kuwa kwenye madhabahu hii, hukuja tu hapa kwa sababu wewe ulitaka kuja. Mungu ndiye aliyekuleta kwenye madhabahu hii. Na nazungumza na wewe mgeni uliyeingia leo. Hukuja tu kwa sababu umependa kuja. Amekuleta uyasikie hayo unayoyasikia sasa hivi. Sasa naomba unisikilize. Kama hujaona, mwambie Yesu nataka kuona. Mwambie nataka kufanyaje? Nataka kuona. Mwambie nataka kuona. Biblia inasema lile neno li karibu na moyo wako, yaani haliko mbali, ni maandalizi tu ya ndani.